Katika kuona ushiriki wa wanawake unakuwa mzuri na wenye tija utakaowezesha kufikiwa kwa malengo, ni vyema kufuatwa kwa misingi ya utawala bora na demokrasia na kuzingatia katika michakato ya uchaguzi. Hayo yameelezwa na wadau kutoka taasisi mbalimbali zikiwemo za kiserikali, taasisi za kiraia, vyama vya siasa na vyombo vya ulinzi na usalama katika mkutano wa kuwasilisha kamati maalum kwa ajili ya kufuatilia vihatarishi vinavyoweza kuwakabili watiania na wagombea wanawake katika uchaguzi chini ya TAMWA, JUWAZA, PEGAO na ZAFELA. Wamesema kuna viashiria vingi ambavyo vinapelekea wanawake kushindwa kufanya vizuri katika michakato ya uchaguzi na hatimaye nafasi kubwa ya wagombea kutawaliwa na wanaume katika ngazi za majimbo na wadi na wanawake kuishia katika viti maalum. Wanawake tunakwenda kuchukua fomu, tunagombea. Tukifika pale tuchaguliwa kama mpunga. Na chua, njele na chua. Umeona? Mimi nafikiri maradhi yapo ndani ya vyama vya siasa, maradhi yapo ndani ya serikali kuu. Nasema hivyo kwamba sitaki nitaje mtu jina, lakini hivi sasa hivi ndani ya majimbo tulionao ya Pemba tayari kushakuwa na wao. Tena kwa uhakika kuna jimbo sasa hivi kwa jimbo hili mwakilishi mfulani tena mwanamume. Wasema nini wewe kama hapo? Rushwa muhali sana, lakini kuna rushwa ambayo ipo na mimi mwenyewe nishaishuhudia. Wale wabunge wale au wakilishi ambao wale wanachaguliwa kuwa kama mawaziri huko juu, wale wanawatumilia maafisa wadhamini wa taasisi zao Pemba, wanawaambia kwamba nenda kwa fulani, kwa Asia, ambaye huyu anategemea kashatiania, wanafuatilia mapema, kashatiania huyu kuna nini kujigombea. Umeona? Nenda kamwambie kwamba asigombee. Akigombea nitakalomkuta ni yeye au mimi. Kama mwanamke unakuja, mtu wa kwanza kaja akakwambia hicho, mtu wa pili kaja akakwambia hicho, utajua uhai wako ukoje, maisha yako yakoje, security yako ikoje. Kwa hiyo hapa sasa uelewa sasa wa wanasiasa, tunaamini kwamba JUWAZA unatoa elimu, lakini je, mnawaambia au zinawafika kufikia wakati kwamba ile confidence iendelee? Watakapokuletewa taarifa hiyo, wapi waende kutoa taarifa hiyo? Kuna vyombo vya serikali, ZAICA, polisi. Tayari zote hizo zina haki au zina right ya kusimamia haki za wananchi, ambapo hilo elimu hiyo haipo. Unawakuta watu ndio wanaposema wako tele, lakini baadaye unakuta washamumunyuka. Ukija ukifanya utafiti sasa, unakuja kukuta kwamba kulikuwa na vitisho ambavyo vilitokezea kwa njia moja au nyingine. Yangu moja ikaniambia nijiulize kwamba je, hii amani na utulivu tulionayo na hasa kwa wagombea wanawake tutaendelea nayo mpaka siku ya kumwapisha yule mwanamke? Au kwa sababu sasa hivi tuko kwa mwezi wa 6 na wa 7 tunalilia amani wanawake, nikiwa na maana kwamba tujaribuni kuficha mihemko yetu, na hususan tukiamini kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi. Lakini akiwasilisha mada katika mkutano huo, Bi Salma Saadati kutoka JUWAZA amesema ni vyema wanawake kujengewa uwezo wa kujiamini tangu wanapokuwa skuli ili kuwajengea ndoto za kuwa wanasiasa wakati watakapofikia na kuondokana na uoga wa kushiriki katika kugombea nafasi hizo. Kwa hivyo kwa kiasi gani mazingira rafiki na wezeshi ya kumfanya mwanamke anapodhalilishwa kwenye jukwaa aende akaripoti? Unaona? Kwa hivyo haya mazingira hayako rafiki. Kwa hivyo baada ya kuzungumza haya yote, kwamba tunaona kwamba sisi TAMWA katika mradi wetu na JUWAZA na PEGAO ambao wa kuongeza na kunyanyua hali ya mwanamke katika uongozi, kwamba sisi tumefanya kitu ambacho kwa mara ya kwanza, Sabrina amesema, kwa mara ya kwanza kabisa tumeunda kamati ambayo itashughulikia viashiria vya udhalilishaji, early warning. Kwa upande wake afisa mradi wa SWEL kutoka TAMWA Zanzibar, Sabrina Ali Mwatanga, amezitaka taasisi mbalimbali kutoa mashirikiano kwa vitendo vya udhalilishaji vinavyojitokeza kwa wanawake katika harakati za kugombea nafasi za uongozi ili kuhakikisha wanashiriki katika uchaguzi na kufikia lengo la 50 kwa 50. Ndio maana leo hii hapa
tumekuja kuweza kutambulisha hii timu kwamba tuna hii timu ama tuna hii system ya kuweza kusaidia masuala mazima ya udhalilishaji kwa wanawake, vitendo vya udhalilishaji. Tunajua vipo vya aina nyingi kwa masuala ya mtandao au usanyaji wa kingono whatever, ambayo ni kikwazo kwa wanawake. Kwa hiyo hawa responsive actors wamepokea hili swala kwa moyo mkunjufu, lakini swala kubwa ambalo tumelisisitizia hapa ni masuala ya ushirikiano. Kwa namna gani sasa CSOs pamoja na zile responsive actors tunaweza kusema kama kinawezaweka zeki na wasuala wengine, polisi wao kwa kiasi kikubwa wanakuwa wanazijua zile kesi ama wanafanya zile ufuatiliaji wa zile kesi, kwa namna gani ya kuweza kumsaidia yule mwanamke ama mhusika yoyote ambaye anakumbwa na kadhia hiyo ya udhalilishaji kupata ile haki yake.